ili Mungu sema pamoja nasi. Anakuja mtumishi wako Mungu na njoo pale kwa jamaa yetu anapokuwa kitake kunena Baba kamtumia kama ulivyokusudia. Asante kwa chakula, asante kwa mema yote, asante pia kwa sifa ambayo tumeleta kwako Bwana. Sasa tumevikana kwako, tunapoketi kusikiliza, sema nasi. Ni ombi letu ni katika jina la Yesu tunakuamini. Naomba usimame piga makofi wakati askofu napenda kwamba wazee wale viongozi wakakawa mkahaji sipataleka kuchihali kufanyika. Sasa inatokea upande wetu wa kuhitimu, na mimi ndio pia kwa nafasi hii askofu mkuu wa jimbo hili ambaye pia tunafanya na reverend wetu mtumishi wa Mungu ambaye pia ninampenda sana ndugu wetu Kitenge. Kwa wale wale pia ni wageni, mimi pia tunafanya hata katika station hii kama mmoja wa bodi. Na ya pili, nataka nishukuru hata mimi kunipatia nafasi ya kuongea kwa ufupi, na nitakuwa nikiongea kuhusu uongozi, maana hiyo ndio laini yetu. Na pia nishukuru kwa sababu ya mama yetu mzungu Dahana wetu na utawa mama handige kile kile mkatika na mama handige kile kama mwana hakunyuka ndio usi na kama ile ndio kusiwa makamu kujibu wote. Hata baba mwananyi moyo alikuwa na masikio kama yeye. So hii ni wakuhubiria kwa kipindi ana dikaya. Kila kutorokeni nje hata sisi pia tunaweza tukachanuka. Ninakumbuka kwamba wakati nimemleta kuhitimu, kuna wachungaji waliotamani wakiwa vijana kwamba Mungu awasaidie. Wakati naongeza kama Mungu ni Mungu atukuhubiria Mungu mtotoreka hata kwa kuna tuli mmoja wao ni reverend Kingo huyu wa Saburi na wengine. Wakati walipokuwa na ile wivu ya kusema kwamba watumike, Mungu aliwatumia. Pigia Mungu makofi jamani. Tunaona kwa miaka yake mambo ni kabisa sasa wote hata kwa tikana na mama ni kama Mungu anatuandaa kwamba pia mtu aamue haraka kama kuhusu kujikana na kugeuka. Ingine kwa kanali kwa ndio ya kwa sababu mpaka inaliki na nimetangamana na vikundi mbalimbali vya uongozi sasa kwa kutetea dini na mambo mengine ya kimila. Ikimtuka na kwa para kwa na mahakama tunakutibwa nyuma hata na Qur'an. Mungu kugeuka. Maka ikika hiyo. Ani Mungu akaataka hande tuoche kumole kamba ya kwa teba geuka hana. Mani mkahe. Bwana sifiwe. Amen. Tunachopigwa makana kile kukuja. Lakini sasa kufanya uamuzi wa kugeuka ndio changamoto. Lakini nataka nishukuru kwa sababu Mungu ametusaidia tumegeuka na endelea kusimama katika hiyo hali ya kugeuka. Ukigeuka Mungu anafungua hata milango mingine, anafanya mambo makubwa sana. Na upango. Kile msema teke ni wao. Kama ngana kama mama mzungu, mimi sitakuwa na ushuhuda kama huo. Lakini mimi pale kwa kuhitimu kwa mbili siku ndege kwa kuongea. Lakini mimi na mke wangu tulikubali hivyo. Tukafanya kama vile Musa alivyosema kwamba mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Tukakubali. Hata ambe kugeuka kwa Mungu ngai mpaka leo mtendesheni hankana nikamili. Tangena soko wa hizo hapo. Tangena nami wa hizo hapo. Tangena moto iko na kama kwa kuchukua mera. Lakini kwa sababu ya kugeuka Mungu atakupeleka mbali. Mungu ananiambia nikakae kuhubiria Eldoret. Ikahasana kwa hata ikakutini ikatanga. Wende hayo maana alikuwa kwa rafiki na roho yake. Na ukapo. Lakini kwa sababu ile Roho Mtakatifu alafu ni malizie kusema kwamba mbele nikatenda asante pamoja na mchungaji Muniko na Simon kutufanyia semina hii ama
bei era sababu kerana mampu beri itu nak mengutama eno bantu anu beri itu na ura sana hati aku beri dosi boleh pun ada cara tu yo inatafuta tu mtu mmoja au watu wawili. Inakumbuka mchungaji wetu ambaye anaitwa Nation Mahiri, nilimwona mama mke wake tarehe kabisa walituletea mkutano mkubwa kagera kitende sijui kama ulikuwa lakini baada ya na kabol viti kama kabol kwa hali hiyo ya kama nataka kuona bakati kwa hivi ipatie wewe mzee maimu kile akatuletea kipuse tukitimu kipuse tunato tume shilingi zaidi ya shilingi 30 cha kanisa kinaonyesha kutoka kwa kaunti alafu tunatokea moto na ituri kwa hiyo mbele na mwenye mchambazo mwanene na hata ninakumbuka akipindi cha anaituri na hatushauri kanisa tukio na ile mmoja na wengine tukakusamba mawanda kama kaibeni hili vitu vya ndani wana kusema hadi gani yawezekana tu Mungu ana makusudi kama hayo. Sasa nataka niende ndio nataka niongee kuhusu uongozi na si uongozi tu, ni uongozi bora na kuna mambo machache ambayo nitapitia. Kitu cha kwanza, kiongozi, nitakuwa nikianza kwa point haraka. Kiongozi anatakikana kwamba awapitii. Maana ninapoongea hivyo sisemi kwamba nikitende naongea naye mliko ama nivuko na nini. Yawezekana kesho Mungu anaweza kufanya kiongozi sehemu. Bwana sikiwe. Nitakuwa kuhubiri kama hiyo mara nyingi. Ukiwa mama, ukiwa kijana, usiruhusu mmoja wa ile yote Mungu anaweza kukuinua, Mungu anaweza kukupa nafasi. Kiongozi lazima awe mtu wa kutii. Ama mtu na kuibwera. Amangana kana wote hivyo kwa tayari. So kila jana wote nikitaka kuendelea kama kiongozi. Kitabu kinasoma ni kitabu Warumi 13 kuanzia mstari wa kwanza na Timotheo wa kwanza 3:4. 3 mstari wa 14 na 15. Na ukapo Bwana sifiwe. So kipo Biblia yote na tunasoma kitabu kimbele hizo zingine nitakuwa nisome. Naomba tusome waraka wa Petro 2 mstari wa 13 mpaka 18. Mtu mmoja aende na mimi haraka hivi niende kwa pointi nyingine. Ni waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 13. Alafu nitakuwa nikipiga sana mstari wa 18. Nani aliyepata sehemu hiyo aende na mimi haraka. Ni waraka wa kwanza wa Petro 2 mstari wa 13. Na watu waanze Bwana ikiwa tulifanya kama mwelekeo mkubwa ikiwa ni wakubwa hiyo ni kumefika ngapi? Soma 18 ili tumalize, maana nilitaka tu niende kwa kidogo maana muda unaona na watu upige na kusoma chumba kile yake. Kile kinachoamriwa na wakubwa na viongozi wetu wale ambao wanasimamia, hata nimesema hata ni wafalme na watu wengine. Alafu maandiko yamemalizia pale ambapo nimemalizia kusema kwamba pia tuwatii wale ambao ni viongozi, si wale wapole peke yao na wale wazuri ambao tunawapenda, hata wale wakali. Na ubavu. Haleluya. Hata kwa maana kama ngeno tunataka kama wachungaji wakali ama viongozi wakali. Sio viongozi kwa wapole pale huya na nenda salika pale huya. Maana kuelewa. Ijiro kwa sababu tujiro kwa sababu Mungu ndio kaambilika. Kama Miriam angetemewa mate kwa usutu. Mungu akutera mate kwa to. Ikinokuja kwa mafundisho hata kama kayutulia baada ya abantu bane bakona uwezi kumwendea pole uwezi kurejesha pole lazima ukulie mamlaka aweze kutii. Hivi si matendo kama si wale walio wenye upole tu wenye upole na wale wangwana tu hata wale wakali
Kwa hivyo inabidi katika uongozi kwa watu ambao tunasimama imara. Wale zamani tunajua kwamba ninaongea na Petro ambaye ninyi mchangamani na makanisa mengine. Ni vizuri hata msimacha maana kama kile hapa nione. Inga tobea watu kwa kuibwa. Na vile kama tuki tena kile kinachoambiwa. Mtu analela watu bano imani kwa kwa askofu mkuu ametuma ujumbe kwamba tutoe pesa waende tufanye kitu kama hicho kama hicho na wapasia tume ama wapasia tume abantu wana maana matendo basi atokee. Na watu wengine yanga hiyo wanasuluhisha kama hilo kanisa linataka liangalie. Alafu usiwape watu nafasi kama kiongozi kuongoza na wewe unaongoza na watu wengine. Na ndio tupanda kushiki maneno kwa kile wanaandika pasta wewe uko kila mtandao asema utende kitu na imani kuna kusema tunasema na tunataka kufanya mpango ambao tunataka kufanya hiyo pasa usituletee nyamaza. Sasa sisi tunataka mipango yetu iendelee. Hapana, mipango ambayo tutahitaji kutii na kushirikisha sana ni ile ambayo inatoka katika makao makuu yetu, katika uongozi wetu ulio mbele yetu. So tutasogea kwa na ukao sana. Si unaona kama mpango huu ni convention hii ya wale kama ndio kama matani gara tukatumia hali yetu kwa mkitoke kwa kwa maana maana sasa tumpigie Mungu makofi kwa sababu hata atoke hapo jinsi ndio kwa pana tunamkuta na tangu mtokora chukua kwenda tungefanya kufanikisha mambo kama haya. Na alafu jambo la pili, kiongozi pia au mnyenyekevu. Mimi nasema kanisa nikijua kwamba ninaongea na viongozi wote, ndio tunakuwa kwa vilabu vya watu waliopanga kipofu. Bwana siku. Kumtanga pia mtu nale kwa msuseni. Sio mtono, yani mnyenyekevu mtu pia ambaye anaweza kunyenyekea wakati jambo hata kama ni kuna neno limeharibika ama neno ni kuna mambo fulani pia aweze kuwa mnyenyekevu. Sio mtu ana matera, sio mtu na mbona, sio mtu na abuchibu kama sasa hivi tumefika kipindi ambacho watu wanachibu kama mtego, wanafiatuka kama mtego, mtu mchibali kama mwalimu kunyumba yenu. Anachibu kama hachibu hapa pia tutatolewa hukumu kama viongozi na ukao. Haleluya. Hata mafundisho katika na magari wewe usiposema amen, lakini nakata ndio bila kama nataka mkamili. Amen. Basi kwa unyenyekevu na unyenyekevu pia unamfanya mtu kuinuliwa. Mtu yeyote aliyenyenyekea na mtu ambaye anataka kusubiri na kuvumilia kana kama mtekelezaji wa mtakatifu ya kuchukua hivi mwenyewe kutupima Mungu anaweza kupima katika viwango vyako kwa maana kuinua. Hata watu wengine viongozi wengine wakikwambia hadithi aliyeingia kama vile mama aliyekuwa akiongea hapa, ukisikiliza hata maana anaweza kuambia inawezekana na kudanganya. Na Mungu anatufanya viongozi kama vile dhahabu inapopitishwa kwenye moto, halafu inakuwa dhahabu sawa sawa, halafu inaweza kuwa kana kama nyingine. Kwa hivyo katika uongozi pia inahitaji unyenyekevu, na unyenyekevu nitapenda kuwapa tu mafungu machache. Kifungu chake ni cha Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukao. Timotheo waraka wa Petro 5 mstari wa 5 na kitabu cha Tito 3:1, Yakobo 4:6, lakini tusome tu kitabu cha ni vingi tu, lakini tusome kitabu cha waraka wa Petro 5:5. Tusome hii kwa ufupi tu alafu twende. Alafu niguse sehemu nyingine tuone kama tutamalizia. Ni angalia ni second first Peter chapter number 5. Mstari wa mdogo ni wa 5. Vile vile tunaweza kusomea. Yes. Inasema kwamba inaongea pia hasa katika wale ambao tuna umri mdogo, nasema kwamba hivyo vijana sisi endelea kwamba pia hata sisi wale ambao tuna umri mdogo tuwe hata wale viongozi mali ungeni unyenyekevu mpate
kuhudumiana, kwa sababu Mungu anapinga wenye kiburi, ndio wako wanyenyekevu neema. Asante. Pigia Mungu makofi kwa hilo neno. Mungu anawachapa wenye kiburi ama watu ambao wanachinua, lakini anawapa wanyenyekevu neema. Neema ni kegare ya kusini, anawapa ile nafasi hata anawainua wale wanyenyekevu. Kwa hivyo ninapenda kusema kwamba ndugu sana, watu wetu wa Komotoko na wale wageni ambao tuko na wao, kunyenyekea ni kuzuri. Na Biblia inasema kwamba Mungu ataweza kwa wakati wake wale ambao watu ni wanyenyekevu. Na wanyenyekevu, unyenyekevu kama wale ambao pia ni vijana, nimetaja kwamba sisi vijana. Unyenyekevu unaweza kukupitisha hata kwa Wajaluo ndani. Unaweza kukupitisha kwa Masai ndani. Na Mungu akuinua, maana ule unyenyekevu tu ni kifunguo cha kufungua hata njia saba za kupita. Anaanza kupitisha kwa Wakikuyu ndani. Ninakumbuka kijana wetu mmoja tu ambaye alikuwa mfano kutoka hapa Kebale. Hata nisipomtaja jina inawezekana Mungu nikielezea mtoto atamfahamu. Alikuwa mwalimu wa kusomea mambo ya sekondari. Alafu akakuja nikamcomment kwamba akiwa kama mwalimu wa sekondari. Na tukamwombea kabisa kaenda akakosa kupita. Alikuwa anafanya internship zile za Kikuyu. Lakini aliporudi pale walienda wakamconfirm akaona kaenda kulia kwa mwalimu bande kwa mwalimu mwingine tuliokuwa tunashia naye kwa ili kwanza wakasema kwamba ibintu mbio na bantu kwa kukera amani wewe ndio mnyenyekevu kwa viongozi wako, alafu wewe mwaminifu, alafu wewe hata mtu ambaye uko kareka sina mtu mkali kwa sababu kwa ngengana kwa sababu tulia hata abantu mangana gasari kile abantu abo babatahete kongale na kwa wale waoga hawatafahamu. Kwa hivyo nataka kusema kwamba viongozi pia waweze kuwa wenye ukakamavu na pia wanyenyekevu. Na sisi tunasema kwamba Mungu huwapa neema. Na wale viongozi, wale watoto wetu pia mpende kuwatii hata viongozi ambao ni wazee. Maana wazee unajua kuwa una mzee mpaka mfisi kuje, hiyo ni mwalimu tayari. Maana kuishi ni mwalimu. Tena hajihitimu. Ile ni jambo ambalo mtu ameishi. Hata asipoende university kama wewe, anasikuwa amepita katika mambo mengine makubwa ambayo yanasikusaidia. Haleluya. Bwana asifiwe. Wewe tuatiwa sana.